6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha mahusiano ya kijamii na mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba tusiposhirikiana serikali na taasisi za dini tunaposhirikiana serikali na taasisi za dini tunajenga taifa lenye ustahimilivu, utulivu na amani ya kudumu. Na naomba niwapongeze maaskofu wetu wa TMRC ambao wametajwa wastaafu na sasa aliyesimikwa leo, wanaonyesha kwa vitendo dhamira hii ya Mheshimiwa Rais ya kudumisha amani na ushikamano. Ndio maana nilikuwa nawasikiliza kwa makini. Wanahudumu pia katika jukwaa letu la maridhiano na amani katika mikoa yao. Nimesikia askofu tuliyemsimika anafanya shughuli hiyo katika mkoa wa Geita, lakini baba Jacob naye anafanya kazi hiyo ndani ya mkoa wa Kagera. Hongereni sana na viongozi wote ambao mnatimiza jukumu hilo mahala popote ndani ya nchi. Vile vile Mheshimiwa Rais amesisitiza falsafa ya mshikamano wa kitaifa na ushirikiano wa wadau wote. Katika moja ya hotuba zake aliwahi kusema, amani na mshikamano wa kitaifa ni nguzo ya maendeleo endelevu. Serikali yake peke yake haitaweza kufanikisha haya bila kushirikiana na wadau na taasisi za dini, wadau wa kisiasa na asasi za kiraia pamoja na makundi mbalimbali ya kijamii. Kuwepo kwangu leo hii kumwakilisha Waziri Mkuu kunaonyesha wazi kwamba ni kielelezo cha utekelezaji wa falsafa ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi na waumini, kupitia falsafa ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa Watanzania wote kushirikiana bila kujali tofauti za kijamii, bila kujali tofauti za kisiasa, kidini au kiuchumi. Amekuwa akitoa msisitizo kwamba mshikamano wa kitaifa ndio msingi wa maendeleo endelevu. Na hii ndio imekuwa dira ya serikali katika kuimarisha mahusiano na wadau wote ili kila mmoja awe sehemu katika safari ya kujenga Tanzania yenye amani, maadili na maendeleo. Hasa tutakapoanza mwezi Julai kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya taifa ya 2050. Kanisa lenu limekuwa mfano dhahiri kwa falsafa hii kwa kueneza Injili, kukuza maadili, kushirikiana na dini mbalimbali na pia kushirikiana na serikali katika kamati za amani na shughuli za kijamii. Niwahakikishie kuwa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini utaendelea kuimarishwa. Na chini ya ofisi ya Waziri Mkuu na sasa mna wizara ya mahusiano ambayo iko chini ya usimamizi wa Waziri Mkuu na mimi ndo waziri ambaye nimepewa jukumu hilo. Natambua kwa dhati mchango wenu na tunawashukuru na tutaendelea kushirikiana kwa pamoja na milango imefunguka, iko wazi. Karibuni sana. Kupitia viongozi hawa wa dini imekuwa ni rahisi sana sisi viongozi wa serikali kufikisha taarifa ambazo tunadhani ni muhimu ziwafikie wananchi. Sisi tunawapongeza sana watumishi wa Mungu, na sisi tuwahakikishie tu kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mohamed Mtanda, tutaendelea kushirikiana na nyinyi, tutashirikiana na wewe baba askofu pamoja na wachungaji wote wa kanisa hili la TMRC ili kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa na amani, umoja na mshikamano. Tunaamini palipo na umoja na mshikamano, wananchi wanaweza wakatekeleza shughuli zao, hata wanaweza wakatafuta kipato. Amani inapotaka kuvurugwa, tunasimama vizuri. Tutaliombea taifa letu na kuitii serikali iliyoko madarakani siku zetu. Na pamoja na hayo, napenda kuwaasa wananchi wote, waumini wote wa kanisa la Tanzania Missionary Revival Church na washirika wengine wote wa madhehebu yote. Ninapenda kuwaasa ya kwamba tunao wajibu mkubwa kuiheshimu serikali iliyoko madarakani, lakini pia tunao wajibu mkubwa kuomba amani ya nchi yetu iwe ya muhimu na ya kwanza. Usitamani kuwa na vurugu katika taifa kama hili tulioishi kwa miaka mingi kwa amani.